Siungamete saa 10 kamondele masaa mo kwata imulisia movo ndini wa movo latu kwa tumanete wito ni kana ngwata niyo ya NASA kwe muthenya niyo munthi ni metha mayasya kana malika serikali ni maketha maivindwa katiba na kwekithia kana pena mwanya wa prime minister munene na tuambie cheni cha movo kana imulisia movo mwendo ni wa saa 10 vala umwe wa ndongo isia NASA bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka na ila oingi niwe mutongo wa chama cha Wiper kwe muthenya ni wa munthi ni wa mina no wetekana ngwata niyo ya NASA yalika serikali ni teketha ivindwa katiba na kwegethia kana bena mwanya wa minister munene kana prime minister Kalonzo anene anthini wa ndambuka ya kisiasa nthini wa county ya Kilifi na ndi ekatone uneni wake Kalonzo. Kitu cha kwanza kufanya ni kuangalia Bomas draft ya katiba, kwa sababu katiba tulionao ni nzuri sana lakini inasababisha matokeo ambayo hayakubaliki, kama huyu kuwa na deputy president na president ambao na represent communities mbili za peke yake na kuacha communities zingine nje ya utawala. Na mjue tuko tayari, ikiwa wenzangu wao Weta na Raila na Mudavadi watasema Kalonzo songa mbele, wanajua kusema kweli kibarua kitakuwa kigumu zaidi kwa Jubilee. Na nyinyi wenyewe mtasikia harufu Kenya itageuka na kuwa harufu ya peaceful revolution. Nende twetiana noneni wake Stephen Kalonzo wa Musyoka tone livotingi valama televa mama loli vamona ene mama loli ayana alama dhawasi ndu kuma countini inya ilani countini ya Murang'a, countini ya Masaku, countini ya Kiambu vamona countini ya Nakuru yuni mami na kumya weta nonika enda vethiwe na weleanu yulu wa umya wakoti mateleva aya vamona ene mama loli aya mevanga kana methetwe maiva koti kundu kweli nende ekatone ilivoti otondu ili. This one, when we meet as SACCOs, members of the SACCOs, it has been an ending because you go to Murang'a, we have quarries there, for example. You pass through Kiambu, you go to Nairobi, and you are going to Isinya, you pay a lot of taxes. So we have been trying our level best as SACCOs to meet the government officials, and I think already our governor has gotten our message, also our request, because now we have tried to negotiate with them to see if they can allow us where you have corrected your goods or what you are transporting, you just pay the cess there. So if it is done, we are going to be very, very grateful because our business will be more profitable. Na pia kwa mambo ya county government itakuwa rahisi kudeal na nyinyi kwa sababu tukideal na matatu siku hizi tuna deal na SACCO. Kwa hivyo we may be able to sit on a round table together and negotiate on many things that are a problem with government. For example, double taxation. You may get mchanga from Murang'a, you pay in Murang'a, then you come to Blue Post and find my askaris there and they also want to charge you. If you are an individual, I will not listen to you. But if you are a SACCO like here, we will sit and talk and agree. We also have a similar problem in my Mahio. We have been trying to talk to my fellow colleagues, Mutua, Governor Wairia, Governor Kinodhia, and every one of those governors want revenue in their counties. We are the only county that is willing to forego transit collections, so that if you are from Murang'a, you will pay in Murang'a. If you are from my Mahio, you will pay in my Mahio. But this can only happen if we are able to come together and put pressure on government. Lakini sio ile pressure ya haki yetu, hiyo haifanyangi kazi. In Mlolongo, we recently took over the new web bridges. So the new web bridges basically are more automated and are supposed to improve efficiency of the web bridge. While previously we had one web bridge on one side of the road, now we have two web bridges, one on each side of the road. While previously we had only one weighing scale, now we have 4, which means we have 2 on either side. So we anticipate that it will be able to reduce the cases of congestion at both Mariakana and at River. What we are having right now are teething problems because we have been able to move the trucks from the inner lane to the outer lane. So we are trying to manage that administratively through collaboration with other government agencies
to ensure that it's going to reduce the congestion. So we hope in the next few weeks, as we are able to monitor the progress and the bottlenecks on the Athi River, on the Nairobi bound weighing scale, we are able to reduce the congestion drastically. Right now we have already seen the impact on the Mombasa bound lane, where there is reduced congestion because most trucks are released through the high speedway in motion system. Twitiana na livoti suto ne livoti ngikuma kauntini ya Mombasa vala uthukumi nthini wa kisese cha feri cha Mutongwe ukwikwatiwa kusioka kwe muthenyani wa uni cha thikila kikwithwa Gitongwe we ni Musumbi Uhuru wa Kenyatta ainena na andiki mamovo nthini wa voma ya Musumbi ila kauntini isu ya Mombasa muneni wa State House bwana Manoa Espisu nomina na kuasia kana feri imwe kati wa feri itano ile tumika nthini wa feri ya Likoni ni kwitha itwa wa nthini wa feri ya Mutongwe na ende tuone uneni wake Manoa Espisu. The Kenya Ferry Services has been refurbishing the Mutongwe berth at a cost of 6 billion shillings after its closure in 2012. It is expected that one of the 5 ferries at the Likoni Channel will be used at the Mutongwe berth when it starts services tomorrow. I have seen suggestions that, in fact, the national government shouldn't praise itself, so as it were, for the projects that are funded by the bank, the World Bank, the African Development Bank, or other donor agencies. Let me just say that that is complete hogwash. It's a sign of ignorance of an order that is difficult to understand. Tuwa kauntini isu ya Mombasa ni kana maofisa ma polisi kuma musini wa Mombasa kwi muthenyani wa mundi ni mamina na kuingamia umbano ula ukwikwatiwa kutwewa ni ndongo isia chama cha ODM. Umbano uyo na ula umbanitwe ni governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho ni wavingiana kuingamwa ni maofisa ma polisi wala ingi Joho wamina na kuasekana usu notisio kuma kwe serikali ya Jubilee. Tuone ovo otondu uile. NASA, all together. Na ilipofika jana tumeweza kupokea barua iliyoweza kuwekwa na sahihi na OCS wa Makupa ya kuwa anatukataza kufanya mkutano katika uwanja ule. Jana kama wale ambao kwamba ni wawakilishi wa chama cha ODM tulikaa chini na swala likaibuka ya kuwa je, tuendelee na mkutano ama tusiendelee. Na tumepata fununu ya kuwa kulikuwa kuna nia ya watu wetu kuweza kuumizwa. Tulikuwa tumepata fununu ya kwa zile hasira za kisiasa ambazo zimekuwa zikiendelea katika hizi masiku zisije zikaja zikabwagiwa watu wetu wa Mvita na Mombasa kwa jumla. Kwa hivyo uamuzi ule uweza kutoka ni kuwaomba watu wetu wote wasijitokeze katika uwanja ule kwa kuhofia. Sio kwa tunahofia jambo jingine lolote, lakini hatutaki hasia ziweze kuibuka kisha baada hapo kuambiwa ya kuwa tuliitisha mkutano. Natuma kauntini ya Mombasa tukila niliinginya kauntini ya Pokoti ya udholoni wa Suaka na West Pokot. Valondongo ikuma kisioni kiuno siende no lea na nangewa ile na wetaka na sithitwe iyo thothe ya kauntini wa Mbaiki wa thukanganyo. Uyoka itina wa andu elikuwa wakuma nthini wa kisio cha Lamunyesi kuwa wa ni masangili kuma kauntini mutu iya Turukana. Naende ikatone uneni wa ndongo ithi. Watu ya Wapokot, watu ya kaunti hii, wewe ni mkabila gani? Wote tunapenda amani. Hata wenzetu ya Baringo wanapenda amani. Lakini ile uchokozi kidogo ilionekana juzi, iliyoletwa na ukame, na hakuna mwanadamu mwenye anaongea na ukame. Na tunataka tuambie kila mtu, sisi Wapokot hatusumbui mtu. Watu wanatuchokoza. Wakubwa wote wa Kenya wajue njia mzuri tu ni kulete makabila haya, jamii haya pamoja kwa mambo ya dialogue, waongee.
Naende na muthiani kana movisa ma polisi kuma musini wa Eldoret ni mamwikia mbi ni mundume umwe na ola kwikwatwa ola kuonana na kuwa kamwili tukamwe na kala kena miaka 14 na kwecha moyo wako nthini kana vakuvi na kisese cha mauta uyu ka itina wa movisa ma polisi kusukiswa kana mundume uyu ethitwe evithite nthini wa musini usu wa Eldoret nanze kesiweta kana mundume uyu anako yekele tukano kumanwa na maundu mawendo kana love triangle naende ekatone ovo otondo wile. Kuna mguu mmoja, kuna parts tofauti, kichwa ndio ilitangulia ikapatikana kiwiliwili, mguu mmoja ikapatikana, sasa ingine nasikia polisi wameipata usiku ya kuamkia leo. Wameipata karibu na huko sehemu ambayo ya kwamba huyu suspect ameweza kupatikana kule. Huyu mtoto alikuwa amekuja tu 3 days kutoka shule yenye anasoma Webuye mpaka hapa alikuwa amekuja siku 3 peke yake. Kwa hiyo duration in between inaonekana kuwa kwamba huyo suspect alikuwa anazungukia tu hapo ambaye akaenda kamlua into that madness. Msiba yenye ilitokea kwetu ilihuzunisha kila mtu, lakini nimeshukuru sana venye wananchi na majirani tumesaidiana hadi tumepata huyo mhalifu mwenye alileta shida yote kwetu. Nende musesi atuitiana na ripoti sukuma musini wa Eldoret nivala tuona mundume umona amini na kukoa akeli tuka miaka 14 kumanwa na maundu mawendo vauni watu utinia nzumande ndeni waimulisia mauvo mwendoni wa saa 10 mauvo wala maomba nuna meto kwa kuninye Erastus Kithuku uanzomo tuiko manenge mwendoni wa saa 1 ndeni wa cheni cha mauvo kwa oyuyu Stiwa Nesa.